Edwin Makoha. Mimi nimezaliwa Busia lakini kikazi naishi Nairobi. Niko mtaa wa Kibera. Jambo langu la kwanza mimi naongelea ukabila. Unajua ukabila ndio imefanya sisi wananchi tunakuwa na mgawanyiko. Na kuna viongozi wanaeneza ukabila. Na hiyo ukabila inakuja kwa siasa. Kwa kweli ukiangalia rais wenye wamekuwa nyuma na rais mwenye yuko saizi mamlakani, ukiangalia vizuri kama yeye ni Mkenya, huyu rais mwenye ana ukabila. Na ukabila inaanza aje? Ukabila inaanza wewe unapendelea upande wa kwenyu. Ukiangalia saizi rais William Samoei Ruto anafanya maendeleo Kenya mzima. Miaka ya nyuma tumekuwa na shida ya kazi. Hii mambo mnasikia mambo ya affordable house imefanya vijana wengi, hata kama mimi ni mkazi wa Kibera, vijana wengi saizi wanajituma. Affordable imefanya vijana wanajituma, wanapata riziki. Hapo nyuma kulikuwa na wizi. Unapata umefunga mlango imevunjwa, lakini kwa saizi wizi umepungua. Na tunahimiza rais aendelee hivyo. Wale wanakashifu rais William Samoei Ruto na wale watu wajui maendeleo, na wale wanataka kurudisha ile enzi za nyuma za kupigana na ukabila. Rais William Samoei Ruto namuunga mkono kabisa nikisema akuwe na 2 term. Na tuna 2 term nitahimiza mimi kama Mluya, viongozi wa Western akiongoza na Musalia Mudavadi na Wetangula, nazidi kuwapongeza. Muendelee kushikilia sisi Waluya, tuendelee kuwa katika muungano wa 2 term. Na nitaongelea Wajaluo wenzangu hawa vijana wa Raila. Nimeona Raila amewacha kwa serikali. Miaka nyingi Wajaluo wamekuwa, ODM imekuwa kwa upinzani, vita za tear gas. Tuachie wale watu wenye wanataka kutoa ODM kwa serikali ili waendelee kuwa na maandamano. Nikiongelea upande wa maendeleo, nitaongelea kwanza viwanja. Kama mimi kijana, nimeona Rais William Samoei Ruto ametujengea uwanja wa Talanta. Saizi Kasarani inang'aa. Hapo nyuma viongozi wenye wamekuwa hapa walikuwa wanatufanyia siasa. Pesa zetu zikuwe za siasa. Nitarudi kwa upande wa vijana kama Edwin Sifuna. Kuna vijana wenzangu kama akina Osoti. Ndio tumegundua kumbe ODM imekuwa na biashara. Ambapo Raila Amolo Odinga wakati alimetuacha, ODM imefanywa kuwa kitu ya siasa na kukua kama siasa ya kuuza chama. Juzi nimeona Junet akiongelea mambo ya ODM. Tafadhali mimi nahimiza rais wangu aliondoka mamlakani Uhuru Muigai Kenyatta. Tafadhali usigawanye ODM. Kama unahitaji Sifuna, ambia Sifuna mimi nakuhitaji kuja ujiunge Jubilee. Kama unahitaji Osoti, ambia Osoti achana na ODM, jiunge na Jubilee. Acha kuharibu chama ya Raila Amolo Odinga. Acha kujifanya wewe uko pamoja na Wajaluo na Waluya na kumbe wewe unagawanya. Tumekuja kugundua hii siasa Wakikuyu wamekuwa wakitutumia sana. Na tunahimiza tafadhali wananchi, ni wakati wa kutumia akili. Usije utumiwe na pesa kuumiza wengi. ODM iko ndani ya broad based. Waluya sisi tunamunga Musalia Mudavadi kama kingpin wetu pamoja na Moses Masika Wetangula na Oparanya akiwa na Mzaa Toli. Hao ndio tutawasikiza wakituambia kitu yote, lakini mambo yanatembea. Natembea ni kijana mdogo. Hata ndiye ako na 1 term ya governor. Hatujui kama atarudi mhula wa pili. Tafadhali nahimiza wenye wa support Daktari William Samoei Ruto. Mimi nitaambia 2027 sisi bado tuko serikali na bado tunamuunga rais wetu. Asanteni. Maweni oye. 2 term. Kwa majina naitwa Benson, Lonji chairman wa Maweni bunge. Na furaha sana wanabunge wako hapa leo kwa kutoa maoni yao. Na maoni ya grassroots ndio inapeleka mpaka huko juu, na wale ambao hawako katika ofisi za juu ama nyadhifa za juu pia huwa wanapata maoni kutoka kwa bunge kama hizi. Kwa hivyo hii ni mara ya pili kukua tukitoa maoni yetu na inawekwa kwenye mtandao. Mimi nitasema hivi kuhusu viongozi wa Western na wale sana wale waliokuwa katika chama cha ODM. Chama cha ODM ni chama kilichoheshimika na bado kinaheshimika mpaka leo. Si ni kweli? Na kiongozi wao ambaye ni mwenda zake Right Reverend Honorable Raila Odinga aliacha watu wake wakiwa katika
broad based government ambayo walikuwa wakiunga mkono serikali Daktari Ruto. Now, ukikuta mtu kama Orengo ambaye amekuwa kwa hii chama cha ODM akiwa mbunge, akiwa senate, mpaka amekuwa governor, anapinga broad based, na kiongozi wake ambayo ni marehemu ama hayati Raila ali-support broad based government, na unakuta mtu mwingine anasikiza ati Orengo ameongea ukweli na ana haki ya kuongea hivyo. Hiyo sio haki, hiyo ni kupotosha wananchi. Orengo hawezi kuwa senior most opposition kwa government kuliko Raila ambaye ni marehemu, na Raila amesupport government. Alianza kusupport ya Kibaki, akasupport ya Uhuru, na amesupport ya nani? Ya Ruto, Daktari Ruto, na amewacha watu wake wa ODM wakiwa wapi? Kwa serikali. So watu kama Orengo na Sifuna, likes ya Sifuna na Orengo na wengine wakinosoti, hao ni watu hawajijui. Na mimi nitaongelea upande ya maendeleo ya rais, na kuna wakati nilizungumzia hapa huyu rais amekuja na mfumo ama plans ama mipango ya ku-outshine the previous presidents, hata kutoka kwa Jomo Kenyatta mpaka kufika kwa Uhuru. Amekuja na kitu inaitwa affordable housing. Mimi nitauliza tu wanabunge, hii nyumba kama unaweza lipa nyumba yenye umepanga, unalipanga landlord ulipe 3,000 hata uishi 200 years, hii nyumba haiwezi kuwa yako, si ni kweli? Na ukae kwa nyumba ya broad based na ulipe hizo 3,000 kwa certain period na nyumba iwe yako. Amuoni tofauti? Tofauti kubwa. Tofauti ni gani? Utakuwa landlord. Owners. Utakuwa owner. Utaown nyumba. Si ndio? Kuliko hii nyumba wewe unakaa unalipa hii nyumba, umelipa, baba yako pengine alikuwa akilipa, wewe umekuja umelipa na hamja own nyumba. Na sasa umeambiwa hii nyumba ukilipa kwa muda fulani itakuwa yako. Si huyu mtu ni mtu wa maono? Mtu wa maana. Juzi aliongea mambo ya kuweka Kenya kwa level ya Singapore. Watu wakapinga. Si ndio? Simulisikia watu wakapinga. Na yeye huyu rais ni rais wa maono. Hakusema kesho Kenya itakuwa kwa level ya Singapore. Na hata hiyo Singapore haikuamka siku moja na ikajipata katika hiyo level mahali iko. Meaning his growth infrastructure, hii mambo ya barabara na usafiri vile ameweka, ukiongeza hii mambo ya manyumba, akimprove sekta ya kilimo, afya na elimu, ndio amemaanisha ikienda hivyo hata wakati wake na ule president atakuja, tutakuwa graph yetu ya inapanda, na miaka fulani ijayo tunaweza kuwa kwa level ya nini? Ya Singapore. Mnafurahia kuwa kwa level ya Singapore? Umefurahi sana. Na sio lazima mpaka nikue hai, inaweza kuwa hata kama nimekufa, lakini ni vizuri hata watoto wangu wajukuu wangu wakue kwa level ya Singapore. Now, ninaongelea barabara yetu ya Rironi Mau Summit. Rironi Mau Summit Road. Wale watu wanaenda njia ya Western Region. Mnaona hiyo barabara vile inavyokaa. Hata mzee karibia hapa, hii maneno ni yako. Mnaona vile hii maneno ya barabara yetu vile inavyokaa, tunachukua 8 hours ndio ufike nyumbani. Na barabara ikijengwa kama Thika Road, tunachukua less time, tuna reduce accidents. Unaona? Nimesikia watu wa Mlima Kenya ambao wanajifanya wamesomea economy, Ndindi Nyoro akiwa mmoja wao, anatoa hapo mahesabu zingine na kutukoi la akili, ati barabara ati ushuru itakuwa juu, ati mtalipa sana, na acha tuambia hii expressway ambayo inatoka Mlolongo na inaishia ABC Waiyaki Way, hatuambii faida yake kwa mwananchi. Huyo Ndindi Nyoro hajatuambia hii Thika Road ukikompea na Rironi Mau Summit ikienda hivyo ni barabara gani inaleta pesa kwa nchi ya Kenya? Acha tupigie hiyo hesabu. So watu kama Ndindi Nyoro ni wale wanataka ikienda kwao ni nzuri, ikienda kwa mwingine ni mbaya. Okay. Mambo ya housing. Wale watu nisisemi sasa hii vibanda tunakaa.
zile manyumba zile zimejengwa kama Thika Road, zimejengwa huko Githurai, huko Wendani, Kawasukari huko, hizo zikijengwa hata huko inaitwa Ruaka, zingine zimejengwa hapa Dagoretti. Ukienda hivyo anajua vizuri affordable housing zikijengwa, hao watu watakosa nini? Biashara. Watakosa nini? Biashara. Exploitation. Huyu President Ruto anataka kumaliza exploitation na exploitation kwa kunyanyasa sisi watu ambao wanatoka regions zingine, na mkae mkijua wale watu wanatoka regions zingine apart from Mlima Kenya, nyinyi ndio mmebuild economy ya hao watu. Mumeona hata hii holiday tumekuwa nayo, watu wengi wamesafiri ni wa wapi? Western. Na magari gani zimewapeleka? Za Kikuyu. Na ndio maana hawataki hii mambo ya ukatuzi ifike mpaka wapi? Huko kwetu mashinani huko, kwa sababu ikishafika huko, huyo kijana yangu huyo hata tembea all the distance akuja asome huku kwao, aishi kwa nyumba yao hii, anaweza kuishi kwa hata kwao akiwalk akaenda college na kurudi. So mimi na support broad based government na na support two term ya Ruto, na wana mawe mna support two term. Mko na sababu ya kusupport kubibira break. Asante sana. Mzee na jambo la kuongea hapa? Ongea mambo ya two term. Hapa ni two term. Hata huyu ndugu anajua ni two term. Alikuwa akinisumbua sana. Sisi tunaunga serikali ya Dr. William na tunaona ile kazi anafanya. Ruto amefanya kazi mingi sana, watu tukimuona, na tunaunga two term tena aendelee na washikane wawe kitumo. Wana mawe oye! Si mmeona kazi yenye rais anafanya? Ndio. Amejenga nyumba, barabara ni hiyo inaendelea. Nyumba hizi vibanda tunalipa pesa mingi, ndio Wakikuyu unaona wanakasirika. Hata wakipewa 30,000 wanakataa. Tu wanajua wametukula sana kwa hizi vibanda. Ndio. Ruto tengeneza nyumba tuingie, zikuwe zetu. Tukue kama sisi landlord. Naunga tuta mkono. Tukiwa wana mawe. Wana mawe hoye. Tuta hoye. Rais endelea namna hiyo na mshikana na Mdavadi muwe kitu moja. Na kazi iendelee. Mwenye hataki aende kwa kina Kashagu. Jambo tena wanamawe. Wanamawe hoi. Wanamawe hoi. Mimi lengo langu kwa rais wetu William Ruto, hii maendeleo anafanya ni mzuri, lakini ni mzuri na tena kuna advantage na disadvantage. Nitaongea kwanza kwa advantage kwanza. Rais wetu anafanya kazi nzuri kwa upande wa wananchi wa chini. Anajenga hizi nyumba za affordable house kila county. Hiyo ndio uzuri wake. Hajengi Nairobi peke yake. Anajenga Nairobi, anajenga Busia, anajenga Mombasa, anajenga Kisumu, anajenga Kericho, kila mahali anajenga, nafikiri kwa kila county. Hiyo ni jambo mzuri sana. Hata pia barabara naona pia anajenga. Sasa kurudia yenye watu wamesema sana. Kitu kingine pia upande wa michezo pia amangalafu sana kwa wafanyakazi. Naona hapa anajenga hapa Talanta Stadium. Nene inaendelea vizuri pia. Kitu kingine kwa upande wa wafanyakazi, kazi tunafurahia rais wetu analeta maendeleo. Lakini kwa upande mwingine sisi kama wafanyakazi tunafanya kazi ametufinya kiasi. Ndio pia najua ni ushuru wetu anayokata, lakini pia angalie pia njia nyingine asitufinye sana kwa ushuru. Ndio ni kazi anafanya ni nzuri, pia analeta maendeleo, lakini kwa ushuru pia tuangalie hapo sana, apunguze ushuru kidogo, maana ushuru unakuja. Kazi nayo anafanya ni nzuri, rais wetu tunampenda sana na anafanya kazi kwa uzuri. Wanamawe hoye. Wanamawe hoye. Asanteni. Mimi naunga mkono mambo yenye wenzangu. Wanamaweni hoye. Mimi naunga mkono mambo yenye wenzangu wamesema hapa.
naunga mkono kwa 100%. Hapa hivi mimi nashukuru sana Dr. William Ruto maendeleo ambayo anayozidi kufanya. Kwa hivyo mimi nasema 2 term. Ni hayo tu, nashukuru. Wanamayo oye. Memba oye. Memba amesimama hapa, nataka kumukosoa kidogo kwa ajili ya mambo ya ushuru. Chochote ambacho ukitaka kufanikiwa lazima pia we mwenyewe ujitolee. Je, hii ushuru ambayo tunasema Mheshimiwa Rais anatutoza zaidi kwa wafanyakazi kwa ajili ya kujenga nyumba, kwa ajili ya kujenga nchi, ni lazima. Memba ameongea akalalamika kidogo, lakini mimi nitamkosoa kidogo, kwa sababu lazima nchi ukitaka itoke hatua ifikie kwa malengo yake, lazima ushuru ndio inajenga nchi. Memba, ukumbuke ya kuwa wakati nchi imeendelea, unaona mabarabara, unaona stima, unaona kila kitu inatokana na kwa ajili ya ushuru yetu. Hatutategemea watu kutoka nje wakuja watujenge. Lazima sisi tu kwa mifuko yetu lazima tutoe ushuru tujenge nchi kutokana na ushuru wetu. So unaposema imetoka, ndio ni ugumu kabisa, kwa sababu pay slip inapokuja unakuta imekatwa, ni uchungu, lakini chenye inafanyika, tunaona nyumba affordable house zinafanyika, tunaona barabara zinajengwa. So kuna maendeleo kutokana na ile ushuru unakata. Lakini chenye mimi ningeomba Rais apambane na ufisadi. Pande ya ufisadi, Rais kama anaweza kukaza mkono kabisa, akaze kabisa, pesa zisipotee, pesa zisiibiwe, tunaweza songa mbele kabisa. Ni hayo tu. Wanamaweni power. Wanamaweni power. Ruto power. Ruto power. Musalia power. Kulingana na maoni yangu, nataka kama Musalia Mudavadi na Ruto na wenzangu tunawaunga mkono wa chama ya UDA, na tunauliza Mudavadi atembelee watu wa chini, asikae kwa ofisi huko juu. Tunamwambia ashuke chini, asikae huko kwa ofisi juu, na anatafuta kura ya 2032. Aanze saa hii, na hata akianza saa hii anaomba kura ya Ruto na anaomba yake. Tunamhitaji hapa Kibera kwa bunge la Maweni. Sisi ni wa bunge la Maweni na tuko Kibera. Na hapa wa MCA wenye wako hapa, wale Waluhya wako hapa MCA ama Kikuyu ama nani, wakuja hapa bunge la Maweni, tunawahitaji hapa. Wasitembelee huko kando kando, alafu siku ikifika ya kura wanaanza kutembelea huko. Hapana, tunawahitaji hapa mapema. Ni hayo tu. Mwingine tuongelea mambo ya pasari. Mambo ya pasari, mimi ni mmoja wao, naweza unga hii mambo ya pasari ishi. Unachagua mbunge anaimba tu wimbo, nitakuwa namsaidia pasari. Ikishafika hiyo wakati, wale watu wanaweka ofisi wanafaidika peke yao. Kufaidika kwao, hao ndio wanakusanyanga watu wao kutoka nyumbani mpaka mahali na wachagulia. Nyinyi wengine mkienda mnaambiwa watu ni wengi, walikuwa wengi, wewe utapata next. So mambo ya pasari nikiongelea hiyo inatuumiza kama mwananchi anakata ushuru wa kawaida. Nakuja hapa mambo ya rais. Mambo ya rais, mimi nilianza kupiga kura wakati wa Kibaki. Mimi sijapigia Moi kura. Moi mimi nilikuwa kijana mdogo, yani chenzi. Lakini Kibaki baba kama
ni director wetu na alikuwa mheshimiwa wetu wa Kibera, alituambia hapa na tukahamia hapo na tukampitisha kipindi ya kwanza. Ya pili baba akasimama hapo, wakati alisimama akwambia huyu ndikuwa tu sasa wapigane Wakikuyu kwa Wakikuyu, alafu tuone nji. Nilipata hapo mwanya, nikaanza kuwa mwerevu kujua siasa ni mpira mbaya tena ni mpira mzuri. Nimetoka huko nimekuja nateremka Western. Western wakati wa Martin Shikuku nilikuwa nafikiria mambo iliisha, watu wakupoteza watu. Kumbe hiyo mdudu bado inatokea tu. Saa hiyo mdudu imetokea kwa Natembe, imetokea kwa Khalwale. Hao ndio watu wakitaka kuona mwangaza wanakimbia pale, wanaambia hapa hapana, wanawarudisha tu kwa giza, na hao wakifaidika. Wakileta kitu tukipinga, sisi tunaendelea kuumia na hao wanaendelea kufaidi, sisi tuimbanga tu hao. Lakini nashukuru president wetu na Musalia Mudavadi, raundi hii sioni mtu mwenye atafuata Natembe. Tunataka kuturudisha mahali tulitoka na huko tulihapa. Kweli kabisa Oscar. Yeah, hapo. Hii hata mtoto mdogo hawezi ona huyu karibu kwa kufika kwa kamba anamaliza rirei zake na hoteli mrudisha ati aanze hata kukasirikia hapo. So hata mimi swali yangu na ulisema Natembe, hata kama mnasema Natembe ametokese, anataka kutupeleka wapi? Mahali Mudavadi hajawahi kutupeleka. Sisi tuko hapo kwa Mudavadi mpaka tufike kwa hiyo kamba tunaona karibu. Hakuna mahali pengine tutamulika. Mambo ni tuta. Mambo ni tuta. Na protest wamekuja. Waja kuna Sifuna wasikuja kufuruka watu wengine. Hao wenyewe hata tunawaelewa. Hata kama yeye hakubebwa mkono juu, sioni kama angekuwa ni senate. Lakini sasa mwisho yake inafika. Arudi mahali Mudavadi yako, tutakaa na yeye kama kijana yetu. Tutamalizia hapo siasa sasa, ndio tunataka kuanza na tutaendelea mpaka tukanyaganye na huyo Natembe, huyo Khalwale. Na wale watu wanaona au hizi manyumba Ruto amejenga. Hata saa hii tunatafutanga mafundi. Kazi ndio hiyo. Mafundi wamepata kazi. Watu wanapata kazi juu ya hizi manyumba. Hata wakupaka rangi. Hata wajuma kama huyu. Tunashukuru rais wetu, shikilia tu hapo. Maweni oye. Tutamu oye. So mimi kwa mambo ya basari nataka kuongelea hapo mahali. Mambo ya basari, Mheshimiwa Rais na viongozi wote katika Kenya hii, mambo ya basari imekuwa kera. Haitusaidii. Shilingi 5,000 wewe, mimi kama mzazi naenda kulipa school fees 50,000, 60,000 na mnanipatia 5,000 kabisa, hata isaidii. Hiyo ni transport ama hiyo ni transport ama ni pocket money ama ni nini? Ndio hata Jovita anajua hiyo maneno ni 5,000. Jameni, mambo ya basari, Mheshimiwa Rais pamoja na serikali nzima, mutoe hiyo vitu yote ya basari, muweke mpesa kwa shule. ndio Shule ikuwe free ama tuone vile inaweza punguzwa school fees. Lakini maneno ya basari ni mfuko ya mtu na familia yake. Hawa watu, hiyo pesa haitusaidii, inasaidiwa viongozi fulani. So ningependa itolewe kabisa. Mambo ingine ni kaunti ya Nairobi. Mheshimiwa Sakaja, sisi hapa Kibera hatukuoni. Na wakati imefika, wakati wa kuitisha kura imefika, ndio hiyo. Na sisi hatujawahi kukuona.
hata nyumba zikiungua hatukuonangi. Tunaomba Mheshimiwa Sakaja uanze ground, ukuje watu tukuone. Hata sikuje saa Sisi tunakutaka ukuje tukuone. Please, tunakuomba uanze campaign door to door na maendeleo pia door to door. Hapa Kibira tunapitia hali ngumu sana. Maji ya Kanzo hatuioni. Maji ndio hiyo imeongeza bei. Mtu anakuambia mtungi 20, mtungi 20 liters 20 bob. Tunaomba Mheshimiwa, ingilia vitu kama hiyo utusaidie hapa Kibira. Matakataka zimejaa kila mahali. Tunaomba ingilia kati utusaidie hii kitu, na tutasimama na wewe. Mtamu oye. Kwa majina ni Elfas. Ningependa kuongelea kuhusu referendum. Referendum ni jambo ambalo limekuwa katika vichwa vya watu. Kuna ripoti ya NADCO ilipitishwa na wale ambao walikuwa wanaongoza hiyo ripoti ni Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka. Tukakubaliana kwamba katiba ya Kenya iweze kurekebishwa. Juzi kuna kiongozi katika serikali akiunga mkono kwamba katiba iweze kurekebishwa, na tumeshtuka. Kwa sababu gani? Martha Karua ambaye ni mmoja wa upinzani anapinga. Ningependa kusema hivi, Martha Karua, hauna mahali penye utaenda. Ma MCS wote katika Jamhuri ya Kenya wanatamani kupewa ward money. Na kulingana na mjadala ambao umeanzishwa, upende usipende, katiba itabadilishwa. Jambo la pili, kosoeni serikali mkijua kwamba mmekuwa ndani ya serikali kwa miaka mingi sana. Wakati huu ni wakati wa kutekeleza, sio wakati wa kupinga. Na waomba kaeni kando. Ikiwa mlishindwa mara ya kwanza, wacheni wale wenye uongozi watekeleze miradi ya kusaidia wananchi. Asanteni. Leo mimi nataka kuongelea mambo ya vyama. Kwa kweli tuko na shida huko Western. Jambo la kwanza, Western tunaumia na mambo ya vyama. Ndio inafanya mnasema walio hawakuwe kitu moja. Nataka kuongelea viongozi wenye nagawanywa watu wa Western. Ya kwanza nitaongelea chama cha ODM. Ukiangalia ODM upande wa Nyanza, kuanzia kwa MCA hadi mbunge governor, inakuanga ni Raila ndio baba yao. Akisema ni ODM ni ODM. Nitaongelea upande wa mlima. Ukiangalia side za mlima huko, kama last campaign ilikuwa UDA. Si UDA ndio iliwika? Kama ni UDA ni UDA. Tafadhali naomba. Mudavadi alijaribu kutengeneza chama chake cha ANC. Tumejaribu kupigana na hiyo chama. Kuna wale wenye waliingiza mavyama zao, lakini bado ODM ilitawala. Utaendaje bungeni ukitaka kuwa rais kama una wabunge? Utafanya kazi na maadui? Raundi hii tunaomba, kama Mudavadi ametuambia twende right, wacha twende right. Tufome chama yenye itafanya Mudavadi aonekane mbele kama kiongozi wetu wa Western. Mudavadi amejaribu kuvunja chama cha ANC ajiunge na UDA ambayo iliungwa na Bwana Gachagua. Saizi watu wanakashifu Mudavadi aliuza chama. Mudavadi ameunda vyama, ametengeneza vyama karibu 2 huko Western. Amejaribu watu wa Western hao akina Halwale wenye mnasikia wakitaja akina Eugene Wamalwa wameunda vyama vyao kumharibia sifa. Saizi kama mimi mwana Western najua chama yangu ni UDA. Na ninaomba watu wa Western tupige kura tukijua kwamba tunatengenezea Mudavadi jina mwaka wa 2032. Sina mengi na nimeongelea tu mabavu yangu. Mimi nataka kuongelea kwa gavana. Mimi naona huyu gavana Sakaja kivyangu kama mimi. Uluya amenisaidia mahali. Na vile amenisaidia chakula ya shule hapa nilikuwa nalipanga kila siku 50 bob. Niko na watoto watatu, hiyo ni pesa ngapi? 150. Hiyo ni 150.
Saa hii nalipanga tu Kobola. Watoto watatu nalipanga 75 wiki yote imeisha. Hata mimi kama mimi Mluya naona gavana ako sawa. Kama mkaaji wa Kibira. Kama mkaaji wa Kibira naona gavana ako sawa. Na hii bunge la Maweni. Namtambua. Hata wale wanapinga Sakaja hapa, mimi sioni makosa Sakaja. Ametusaidia mahali. 2 term. Ni 2 term. Sakaja tu? Sakaja 2 term. President 2 term. 2 term. Hata huyu ndio anajua. Referendum hii. MC wako hapa Nataka kuongelea kuhusu census. Census kwa sababu ya nchi inavyoendelea, huwa inafika mahali serikali inataka kupeana migao kwa kila sehemu ya ward ama sehemu ya ubunge. Census iko hivi karibuni kwa sababu katiba inataka census baada ya miaka kadhaa. Census imetokea na ningependa kusema hivi, kiongozi wetu sisi Waluya Musalia Mudavadi ametuambia kwamba tujiandikishe. Kuna watu wengi wamejiandikisha kama wapigaji kura, lakini huwa wapigi kura. Kura zaidi ya 1,100 ziko Vihiga County huwa hazipigwi, watu hawaendi kupiga kura. Ningependa kusema hivi, wale ambao ni administrators, machief na wale wazee vijiji, kama wafanyi kazi yao, serikali iangalie, especially uongozi wa Western Province uangalie hao watu wote waondolewe, waweke watu wapi ambao watahimiza watu kuhusu kujiandikisha na kupiga kura. Ikiwa hamtapiga kura ama ikiwa hamtajiandikisha, hiyo district ya Vihiga ama hiyo county ya Vihiga itaondolewa, kwa sababu watasema kwamba watu ni wachache. Hivyo ningependa kuwahimiza watu wa mkoa wa Magharibi, wakati census inakuja, watu wote wafanye door to door campaign, watu wajiandikishe ili tusipoteze sehemu hata moja ambayo tuko nayo. Jambo lingine, tutaongezewa constituency ikiwa tutaonekana kama tuko watu wengi. Kwa hivyo watu wajiandikishe, tuwe wengi, tupate constituency zingine nyingi ili tuweze kukaribia wale wengine ambao wanajua kujiandikisha. Jambo hili nasisitiza machiefs, state chiefs wote wa Western Province, kama watafanya kazi yao serikali ya Ruto na kuomba toa hao watu, weka watu wapi ambao watasaidia watu kujiandikisha. Tunajua uongozi, sisi tumekuwa katika serikali hii kwa muda mrefu na tunaona mbele uongozi wa 2032 unaelekea Western Region, na hatuombi, tunataka tujiandikishe upya, tujue tuko wangapi, sababu wao wanasema kwamba tuko namba 2. Tunataka kujua kama tuko namba 2 ama tuko namba 1, na vile ninajua wale wanakuanga namba 1 wamemwaga pesa nyingi sana Western Region kwa wale vikaragozi wao, ili waweze kutatanisha watu, serikali ionekane kwamba haifanyi kazi. Hiyo honga ambao wanatumia usiku na mchana kupatia wakina Kandwale na Tembea Malala ili watu Western Region wasiamuke, nasema kwamba tumejua, na wakati huu 2032 kiti inateremka Western Region. Sina mengi. Kuhusu upande wa katiba, katiba ile wa Kenya tulipitisha 2010, hiyo ndio naiunga mkono. Na mambo ya Natiko ilikuwa na ukora fulani. Mtu ukianguka kura unarudi kwa mlango ya nyuma unaomba nini. Hiyo mambo mwenye alikuwa na Natiko alikufa. Kenya hii tunaendelea na ile katiba iko. Na ile katiba iko, ile mambo president anatuambia hivi ajaribu atufanyie wananchi kazi ile tunataka. ECTF tunataka hawa bunge wakuwe na watu wa kuangalia, lakini hiyo pesa ikuwe kwao, sio iende kwa mtu kama gavana. Hiyo nataka kurekebishwa. Hiyo ndio nataka kurekebishwa kwa katiba. Itoke huko. Lakini mambo kukwenda kwa gavana hapana. Gavana ni mkora. Mimi kama nipigia Sakaja, mimi tangu nipigia Sakaja kura hapa Kibira, sijai muona. Na ile mambo alikuja kuniahidi hapa Burungu. Atanifanyia, sijai muona. Na ako na bahati kiboka yake ilitoka Nairobi. Na bado
tunaangalia mboga yake itapatikana. Na watu wa Mau msinichukia tunimewachomea kwa Sakaja, sijua wewe. Mimi nasema ukweli yangu kama mpiga kura. Sakaja ajue Waluya ndio walimpea kura ya Nairobi, na kura ya Nairobi Muluya ndio anasema asiporudi kwa Muluya akule nao achagua. Mimi sina maoni yangu, mambo mengine ndio maoni yangu, lakini Sakaja achunge. Wewe ni iruwata wewe. Ngine mshika iruwata. Anaji wala. Hiyo imerefangi. Hai mrejea simu. Wana Maweni. Hii ni bunge ya Maweni. Tumeshukuru sana kwa siku ya leo. Tumeona mmekuletea media hapa Maweni. Sisi ni tamu mbili. Sisi Maweni ni tamu mbili. Na tukiwa tamu mbili, tunashukuru president wetu kazi ambao anatufanyia. Kazi ya kwanza kazi ya kwanza ni affordable house. Ndio. Na tunaona zinaendelea. Na tunaona watu tena wameingia manyumba huko. Hata sisi bado tunategea. Ndio. Na sisi wote tutaishia huko. Na tunajua sisi wote lazima tutafanya nini, tutaishia huko. Hapo sasa. Hata tu tamu yeo. Tunajua ya kwamba akiendelea hapa Kibiri itakuja kung'ara yote. Nafikiri next hii Maweni tunataka tutoe hapa council MCA paka lazima atatoka hapa Maweni. Kabisa. Kulingana na ile muungano ambao tuko nayo. Na sisi hapa Maweni tuko kitu kimoja. Sisi watu wa kuenda hivi hapana. Bunge la Maweni. Bunge la Maweni ukikuja hapo ukitaka kuongea kama sio mtu wa kusema tu term hautaongea hapa. Kweli kabisa. Sisi haina maneno mengi sana, ni hayo ambayo nilikuwa nayo. Sawa, bunge oye. Bunge power. Bunge mpo. Hata mimi niko. Mimi ni kijana barubaru, kijana kutoka Western Kenya. Leo nataka kuongelea siasa yetu ya Western. Kitu ya kwanza, kama tunataka kukuwa na uongozi, kitu ya kwanza mpaka tuwe kupenda. Bunge power. Hakuna vile sisi kama tunajipenda tutakuwa tuna support huko na ikifika kwetu watu support. Hiyo tabia tuache, tusiwache. Tuache, tubadilike, tusibadilike. Mumeamua Waluya tubadilike. Jinga riswa. Jinga riswa. Jinga isiende. Ndio sisi tuendelee. Ndio watoto wetu waishi vizuri. Ndio maisha yetu ikuwe sawa, tukue na pesa. Mpaka tuache ujinga. Ujinga ya kusema ati hatuwezi kuwa na msimamo mmoja. Ujinga ya kusema ati hatuwezi tembea pamoja. Ujinga ya kusema sijui wa huko na wakule. Inafaa tukue na msimamo mmoja, sisi wote tukue kitu kimoja kama watu wa wapi? Western. Ndio kiongozi wetu mwenye tunaheshimu sana, kiongozi wangu Musalia Mudavadi Prime Secretary. Ndio akuwe na power kwa bargaining, kwa meza. Paka tukue tumempea support. Paka tukue tumempea nguvu wa bunge, MCAs, magavana. Ndio akuwe na nguvu ya kututetea sisi. Ndio akuwe na nguvu ya kuongea na power. Na confidence, paka tumpe support. Na kitu ya kwanza tumeamua ni kwamba tuna support Musalia. Tena tuna support President William Ruto.
Kwa hivyo Western mambo ni two-term. Haturudi nyuma. Tunasimama na hii ndio mtandao. Wana maana mjambo. Mimi nitakuwa na mambo machache sana. Sema jina. But critical points. Kwa majina ni Benson Musonga, mkaaji wa hii Kibera. In the first place, nashukuru sana. Nikianza nashangaa sana. Mtu akiniambia ati one term. Sisi ombe one term hatujui. Ni two term and with the facts. Hii Kenya imesema niko na miaka 48. Tulikuwa na mtu anaitwa Kenyatta Jomo. Tumekuwa na mtu anaitwa Uhuru Kenyatta, Kibaki. Sijaona stadium walijenga. Mmeona stadium yenye alijenga Kenya hii? Hakuna. Mwa alijenga? Angalia mtandao. Kibaki alijenga? hakuna. Mwenye amejenga stadium yenye nimeona mimi nikiwa na hii miaka ni Samuel Arap Ruto. Bas, na Moi. Hao na Wakalenjin wawili. Wakikuwa wako jengea sisi kitu. Wanajenga barabara kwenda kwao. Wanajenga barabara kwenda kwao Thika hii highway. Na hii express yao hii wanachukua pesa. Mizigo inaenda Uganda ikipitia kwetu Western. Hiyo barabara iliwachwa. Kusema ukweli. Najua tusikue watu kudanganywa. Hii miaka tuko nayo hii sisi si watoto. Uhuru amekuwa rais miaka 10. Miaka yake 5 tumeumia. Wengine wanadanganya sisi Uhuru alifanya. Uhuru alifanya nini? Amejenga expressway ya kulipisha sisi. Nani amewaipanda huko? Nani amewaipanda huko? Nani amewaenda expressway? Nani alipanda huko? Ni wakubwa wenyewe ndio wanapanda huko. Sisi. Uhuru ameweka sisi tukinunua mafuta ya kupika salad lita moja shilingi 540. Ama hatukuona. tuliona. Amewacha sisi tukinunua unga mfuko moja 250. Hatukuona. Tuliona. Amewacha tukinunua sukari kilo 2 510. Hatukuona. Tuliona. Sukari ni pesa ngapi sasa hii? 340. Ni ukweli. Unga mfuko moja ni pesa ngapi 2 kg? 140, 130, 110. Hata 110 iko. Iko. Hapo sasa. Mafuta 2 liters sasa hii. Ni 230. Ndio rais. Sasa mnaambiwa ati Ruto hajafanya, ati one term. Are we normal? Oh, they are not. Sisi kama mimi nasema mimi Muluya. Mimi nitaunga mkono Ruto two term. Na sipanduki. Waseme wasiseme ni two term. Stadium ndio inaisha hapa juu hapa. Bila break. Hapa tu. 66 yenye mimi sijaiona Kenya. Lakini naiona sasa hii. So tusiambie vitu vingine mara sijui Ruto. Unajua hawa watu waje nimwambie. Hawa watu wa Kikuyu hawa. Na tusifichane ni wa Kikuyu hawa. Hawa watu ni wakora. Wamezoea kukula vya bure. Hii nyota fund hii mnasikia hii nyota. Unajua ilianza mwaka gani? 2016. Waambie. Mlikuwa unajua nyota nyinyi? Wenye walikuwa wanapata nyota ni nani? Hao. Wa Kikuyu. Wewe una download kijilako ikiapia pale Wanjiku unapata. Kama wewe ni Kinuja unapata. Kama wewe ni Wafula upati. Kama wewe ni Makoka upati. Omondi upati. Surely. So tusidanganyane. Equity Bank hapa imeanza juzi tu. Walikuwa wanaweka pesa yetu yote hapa. Wanataka Equity imemake profit. Kumbe ni wizi. Siku hizi tunasikia Equity ina make profit. Mnaisikia? Ilienda wapi? Iko Kenya. Mmeona kwa hiyo mambo ya Kenya iko na profit imemake among the top banks. Hakuna. Sisi mnaona ni ukora. Sisi tusidanganywe. Wakikuyu wako pita kwa sababu Ruto ameshika mkono watu wengine. Watu wa Kenya Musali hao walikuwa wametubu. Ruto ameshika mkono. Wetangula ameletwa. Oparanya ndio amekuja. Sasa watu they are bitter because Ruto ameshika mkono watu wengine hawataki wafaidike. Asanteni sana.